Mimi ni Padre Giacomo Rabino, Jacobo Rabino, ni missionario wa Consolata. Tangu nilipokuwa mdogo sana nimekwenda katika shule ya chekechea kwa wa masista wa Consolata ambao walikuwa wanaongea sana juu ya Afrika, juu ya watu, juu ya mambo mengi. Kwa hiyo tangu zamani za kale nia yangu ilikuwa kuwa misionari na kufuata mifano ya wale masista. Basi nimemaliza shule ya msingi katika kijiji changu pale katika Asti, Italy, na baadaye nimeingia katika seminari ndogo ya wamisionari wa Consolata na nimesoma masomo yote katika seminari na nimepata upadri pale Torino. Ilikuwa mwaka 1967. Kwa hiyo nimefanya sherehe ya miaka 50 pale Tosamaganga, na sasa ninayo miaka 81. Katika maisha yangu baada ya kupata upadri, nimesoma Kiingereza pale London, alafu nimekwenda Tanzania na nimebaki miaka 3, na nimefurahi sana kwa sababu baada ya kujifunza lugha nilikuwa katika parokia ya Ndavulo katika jimbo la Iringa, na pale ndio katika kazi yangu nilikuwa na vijana wengi, tulikuwa tunacheza pamoja, tulikuwa tunakwenda shuleni kwa kufundisha katekisimu na kadhalika. Alafu nimeitwa nirudi hapo Ulaya, nimetumwa Spain, nimebaki Spain miaka 17 kufanya kazi ya formator seminarini katika novisiate miaka 5, alafu kwa kufanya missionary ya animation nilikuwa superior ya pale, lakini nilimaliza kwa furaha kwa kurudi tena katika nchi ya Tanzania. Na pale Tanzania nimefanya kazi katika mji wa Iringa na nimefurahi na nimebaki pale. Alafu nimeitwa tena hapa Roma, nimefanya kazi katika seminari ya teolojia hapa Bravetta, Roma. Basi nimefanya kazi hizi zote sio kwa sababu mimi nimetafuta kufanya kazi hiyo. Nimeteswa kwa kuacha kufanya kazi Tanzania na kurudi hapa, lakini katika imani, katika kutii, ndio nimebaki pale ambapo wakubwa wangu wamenituma. Na sasa katika uzee wangu nimeacha uparoko pale katika parokia ya Tosamaganga, na sasa ni msaidizi wa paroko katika parokia ya Sadani. Na pale ndio vile nafurahi kabisa kwa sababu naona ya kwamba inawezekana kufanya kazi nyingi sana pia kwa vijana. Mimi mzee kufanya kazi pamoja na vijana, lakini hasa katika secondary school. Katika parokia pale tuna secondary school 5 na kufundisha
au sekondari, naona ya kwamba vijana wetu wa pale wanapokea vizuri mafundisho juu ya Injili, juu ya Bible, juu ya mambo haya. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa sababu ananisaidia mpaka sasa kuweza kubaki katika kazi ya umisionari, kazi ya uinjilishaji, na naweza kuendelea vizuri. Basi sasa nimepata chance ya kufika hapa Roma kwa mwezi mmoja kwa kupata mafundisho juu ya uzee wetu na kuwa tayari kutenda mema kadiri ya uwezo wetu. Mshukuru Mungu kwa sababu nimepata afya nzuri na naendelea kwa nia ya kurudi Tanzania na kuendelea katika kazi yangu, kusaidia katika parokia pale katika jimbo la Iringa. Baba, asante sana kwa maelezo yako. Labda tungependa kuuliza, katika miaka yote hii ambayo umehudumia Tanzania, kipi hasa ambacho kimekugusa sana Tanzania? Basi hasa nimefanya kazi pale Tosamaganga. Tosamaganga ni parokia ya kwanza tulipopata sisi wamisionari wa Konsolata kutoka kwa wamisionari wa Benediktini, na pale nimeona ya kwamba Wakristo wengi sana wanajitahidi kuishi vizuri katika Ukristo wao. Wazee wetu pale walipata mafundisho makubwa sana kutoka kwa misionari na wanajaribu kuendelea kuwa waaminifu katika maisha yao. Ndio watu wengine, Wakristo wengine waliacha, waliacha dini au wanaishi ovyo ovyo, lakini zaidi na zaidi wapo wazee, watu wazima ambao wanaishi vizuri, wanasaidia sana parokia. Nimeona ya kwamba sisi wa misionari peke yetu hatuwezi kitu. Nimewakuta makatekista kama 45 na makatekista hawa wanafanya kazi kweli, kama miguu yetu, na ni kama watu ambao wanaendelea kuwafundisha wakatekumeni vijana, watoto na vijana, na vile vile wanawasaidia sana watu wazima. Kila mwaka watu wengi wanarudi kundini kama tulikuwa tunasema. Maana yake waliacha mambo yasiyofaa katika Ukristo wetu, wanarudi kutafuta Yesu Kristo, kutafuta uaminifu katika maisha yao. Ndiyo mambo haya yote kwangu mimi nimefurahi sana, kwa sababu nimeona ya kwamba Yesu Kristo aliingia katika maisha yao, na hawa watu ambao wanarudi katika dini wanaishi vizuri, na watu wote wanaweza kuendelea kuona mfano wa hawa watu. Na vile vile vijana pale tulikuwa na shule ya sekondari, shule 3-4 ya sekondari tulikuwa tunakwenda kuwafundisha. Ndio hawa vijana walikuwa wanapokea vizuri sana mafundisho ya dini yetu, na walikuwa wanafurahi kufuata Yesu Kristo. Ndio ni maisha magumu kwa hawa vijana, kwa sababu wana lazima ya kupata misaada kwa kuendelea kusoma, lakini ni vijana ambao wana nguvu sana na wanaacha pembeni mambo yasiyofaa na kufuata Yesu Kristo. Ndio ni kweli kwamba vijana wengine wanaishi ovyo ovyo, lakini wengi sana wanafuata Yesu Kristo. Na naona hapa Ulaya vijana ni wachache, na vijana wachache wanaishi ovyo ovyo. Basi
kitu cha kwanza ni kufurahi pamoja na Wakristo wetu, kwa sababu kweli wanaishi katika dini yetu kwa furaha, wanaishi katika dini yetu kama ndugu kati yao, na wanasaidia sana uinjilishaji wa eneo. Asante. Waliomba wakati unakuja kwa ajili ya kozi ulete alama fulani inayokutambulisha. Ulileta alama gani na kwa nini? Mimi nimeleta sasa sijui inaitwa nini, lakini ni kama Bikira Maria ambaye ana mikononi mwake Yesu Kristo mdogo. Okay. Ni zawadi niliyopewa pale Spain, na wanasema ya kwamba Bikira Maria ni yule ambaye wanasema tunasadiki ya kwamba Bikira Maria ni yule ambaye alituletea Yesu Kristo katika kuwa mama wa Yesu Kristo, na bado ni yeye ambaye anapeleka Yesu Kristo kwa watu wetu mahali popote. Na Wakristo wetu wanampenda sana Bikira Maria, wanasali rosari. Mimi naona ya kwamba akina mama wanasali rosari, na ni Bikira Maria ambaye anatuletea Yesu Kristo na anatusaidia sisi tuende kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo simbolo au nini, alama ya kukaa katika mwezi hii ya renovation ya maisha yetu. Nimefikiri ya kwamba mambo haya Bikira Maria ambaye ana mikononi mwake Yesu Kristo ndio yule ambaye ananisaidia sasa na baadaye. Kwa hiyo nitaendelea na alama ile pale Tanzania, pale Sadani, ili Bikira Maria asaidia watu wote wamjue, wamfuata Yesu Kristo. Sawa baba. Kwa miaka uliofanya kazi Tanzania ya Iringa, umeiona Iringa ikikua katika nyanja mbalimbali, ikikua kwa idadi ya watu, ikikua katika maendeleo ya kijamii, ikikua hata katika imani. Ni zipi ambazo ni changamoto za uinjilishaji sasa hivi Iringa? Iringa, mimi nafikiri ya kwamba tunabidi kufanya kazi sana na vijana, kwa sababu kufanya kazi na vijana ni kusaidia watu wote wamjue Yesu Kristo, wafuate Yesu Kristo. Kama sisi tunaweza kuwainjilisha, kuwasaidia imani ya vijana wetu, ndio tunaweza kuwa na amani katika maisha yetu. Ndio lazima kufanya kazi nyingi sana, kuwaita vijana hawa katika mikutano, katika mafundisho ya pekee. Lakini mimi ninayo matumaini ya kwamba vijana ni watu ambao wanaweza kuendelea na kusaidia watu wengine wamjue, wamfuate Yesu Kristo, bila kusahau wazee wetu, kwa sababu wazee wetu ni msingi ya imani yetu. Lakini wazee wetu ambao ni wazazi wa hawa vijana wanaweza kuwasaidia sana vijana wao, ili wote pamoja tuweze kuendelea kuwa wainjilishaji wa watu wetu. Sawa baba, nashukuru sana kwa hilo. Sasa hivi Tanzania, wamisionari wengi wanaoenda Tanzania sasa ni vijana. Hawana uzoefu ambao mnao ninyi ambao ni wazee. Ungewapa ushauri gani vijana wa misionari wa Konsolata wanaofanya kazi Tanzania? Basi kitu cha kwanza, mimi nafanya kazi pamoja na paroko ni Mtanzania mwenyewe, Padre Libungi. Basi pamoja, ambaye ni sio kijana lakini ni kijana kuliko mimi ningesema wafuate mfano mzuri wa misionari waliotangulia. Tunajua wote kwamba sisi peke yetu hatuwezi kitu. Sisi peke yetu tunabidi kupokea kutoka wazee wetu namna ya kuinjilisha, kwa kubadilisha mambo mengi bila shaka, lakini tuwe watu ambao tunapokea
yale yote ambayo tulipokea kwa wazee wa misionari wa kwanza, na tuendelee kuwa na nguvu ya kupata Yesu Kristo katika maisha yetu, ili tuweze kuwasaidia watu wengine wanjue, wampende Yesu Kristo. Nafikiri ya kwamba kitu cha kwanza katika maisha ya wazee, katika maisha ya wamisionari vijana, ni kuwa watu ambao tunampenda Yesu Kristo, tunamjua Yesu Kristo katika neno lake, katika Injili, na ili tuweze kuwasaidia wengine wanjue, wamfuate Yesu Kristo. Kwa hiyo mimi nasema vijana wetu wawe watu wa imani, watu wa sala, watu wa neno la Mungu. Basi baba, tunashukuru sana kwa hayo machache. Najua una mengi kweli ya kushirikisha. Ukipata fursa nyingine utaendelea kuwashirikisha hata kule nyumbani Tanzania. Kama tunavyosema, wewe ni chungu kimebeba mengi, uzoefu wako wa kimisionari, hata mambo mengi ambayo umejifunza katika kazi ya kimisionari, na una mengi bado ya kutoa. Kama tunavyosema kule kijijini kwetu, endelea kutumika mpaka uchakae, mpaka Mungu atakaposema basi. Kwa hiyo basi tunakutakia utume mwema utakaporudi Tanzania, uendelee basi kushirikishana na Watanzania hiyo furaha ya Injili, na hasa hiyo roho ya kimisionari ambayo ndio ilikupa hasa nguvu ya kuitikia wito wako na kusonga mbele katika kuhudumia watu wa Mungu. Sasa tunaomba baraka yako baba. Basi Mungu mwenyezi na mwenye huruma na Bikira Maria Konsolata wabariki watu wa Tanzania na watu wote, ili waweze kunjua, kumpenda Yesu na kufuata mafundisho yake. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Asante sana baba.